Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Shalom shalom watu wa Mungu. Karibuni kwenye mwendelezo wa safari yetu ya maombi. Na leo ni siku yetu ya 3 na tuko hapa mubashara live ili kuteka anga letu. Popote ulipo unaweza ukaandika kwa imani kwamba niko tayari. You can switch off the mic. Niko tayari kwa vita kwenye sehemu hapo ya comment. Unaweza pia ukasubscribe kwenye channel ya Pastor Samuel, ukashare link na watu wengine ambao wanahitaji kuisikia ibada hii ili Mungu aweze kuwafungua. Yes, ndugu rafiki mmoja, naandika hapo, leo tunapigana kutoka mbinguni. Haleluya. Na mada yetu ya leo, usiku wa leo, si ya kawaida kwa sababu tunaingia kwenye vita ya anga, nyota na nyakati. We're going to deal with the atmosphere, we're going to deal with the season and stars. Na tutasoma kitabu kile cha Waamuzi sura ya 5 na mstari wa 20. Ndiko kwenye neno letu la msingi au andiko letu la msingi linapotokea hapo, uweze kufahamu kitabu kile cha Waamuzi 5:20. Alex, you can switch off the mic. Biblia inasema walipigana kutoka mbinguni, nyota katika mienendo yao zilipigana na Sisera. Nyota katika mienendo yao zilipigana na Sisera. Kwa hiyo tunaona kabisa, manake Sisera alikuwa anafanya vita. Yaani anga liliamua kwenda kinyume na Sisera. Ilikuwa ni vita dhidi ya nyota. Manake kuna miungu inayoabudiwa. Kuna watu wanaabudu nyota kama miungu, na wanatoa maelekezo juu ya anga kwamba nini kifanyike. Ziko programu ambazo zinatengenezwa na execution yake ni habari ya kuwa kinyume na watoto wa Mungu hapa ulimwenguni. Kwa hiyo leo tuna mifumo minne. Jana tulitumia minne kwa habari ya afya, kwa habari ya uponyaji, lakini leo tunafanya mifumo pia minne. We are going to rewrite, reverse, recall and render useless. That's what we are going to do tonight. This is a military tactical strike katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tutafuta kila programu ya giza iliyoandikwa kwenye jua na mwezi dhidi yako, na tutarejesha kila nyota iliyoibiwa. Mtu awe na nyota moja tu, kwa sababu nyota ni ile baraka yako Mungu aliyoassign kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye mahusiano, kwenye utumishi, kwenye familia. Those are stars, identification of your blessings here on earth, hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kabla ya kwanza kuachia makombora ya maombi, tumeshamsifu Mungu, tumeshamwabudu Mungu. Baada nataka hapo ulipo utainua mikono yako na anza kumtukuza Mungu, ishara ya kujisalimisha. Yeye ambaye anashikilia nyakati na majira mikononi mwake. Mwambie wewe ni Mungu wa miungu, mfalme wa anga zote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo vitu vitatu nataka uweze kuvikaangalia usiku wa leo katika mazingira yako. Ikiwezekana fungua dirisha kidogo, alafu omba mahali ambapo unaona anga, maanake unaweza kuona nje. Maanake tunashughulika na anga, kwa lazima tu face anga. Iwe unaangalia mashariki, iwe unaangalia magharibi, iwe unaangalia kusini, kaskazini au
popote pale katika kona hizo 4 za dunia. Fungua dirisha lako, fungua pazia, face the atmosphere, face the air, face the sky. Hiyo ya kwanza. Alafu ya pili, pale unapofanya recall, maana yake tunapokuwa tunarejesha, ita nyota yako kwa jina. Utasema wewe nyota ya maisha yangu, nyota ya huduma yangu, nyota ya biashara yangu, rejea. Manake unatoa maelekezo kwenye anga na inasikia. Lazima uwe na imani. Usiombe kwa hofu. Omba kama mtu anayetoa hukumu ya kisheria. Nyakati zote na viumbe vyote, jua, mwezi, nyota, viko chini ya mamlaka ya jina la Yesu ambalo tunakwenda kulitumia. Na ndio maana Biblia imetuambia kwamba jua halitakupiga mchana wala mwezi wakati wa usiku. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Yes, tusome kitabu kile cha Wazaburi pia 19. Tumesema ombi letu la msingi ni kwenye kitabu cha Waamuzi 5:20. Lakini nataka tuipitie pia Zaburi ya 19 pamoja na ile Zaburi ya 148. Tapita hapo kidogo. Biblia inasema, mbingu za uhubiri utukufu wa Mungu, na anga la itangaza kazi ya mikono yake. Mchana usemezana na mchana, usiku utolea usiku maarifa. Hakuna lugha wala maneno, sauti yao haisikilikani. Sauti yao imeenea duniani mote, na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Katika hizo ameliweka jua hema. Kama bwana harusi akitoka chumbani mwake, la furahi kama mtu aliyehodari kwenda mbio katika njia yake. Kutoka kwake la utoka mwisho wa mbingu, na kuzunguka hata miisho yake. Wala kwa hari yake hakuna kitu kilichositirika. Sheria ya Bwana ni kamilifu, huiburudisha nafsi. Ushuhuda wa Bwana ni amini, humtia mjinga hekima. Maagizo ya Bwana ni ya adili, hufurahisha moyo. Amri ya Bwana ni safi, huyatia macho nuru. Kicho cha Bwana ni kitakatifu, kinadumu milele. Hukumu za Bwana ni kweli, zina haki kabisa, na ni za kutamanika kuliko dhahabu, kuliko wingi wa dhahabu safi. Nazo ni tamu kuliko asali, kuliko sega la asali. Tena mtumishi wako huonya kwazo, katika kuzishika kuna thawabu nyingi. Nani awezaye kuyatambua makosa yake? Unitakase na mambo ya siri, umzuie mtumishi wako asitende mambo ya kiburi. Yasinitawale mimi, ndipo nitakapokuwa kamili, nami nitakuwa safi, sina kosa lililo kubwa. Maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, Bwana, mwamba wangu na mwokozi wangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumeona hapa mbingu za uhubiri utukufu wa Mungu, na anga la itangaza kazi ya mikono yake. Mchana usemezana na mchana, usiku utolea usiku maarifa. Wala hakuna lugha wala maneno, sauti yao haisikilikani. Sauti yao imeenea duniani mote, na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Katika hizo ameliwekea jua hema. Maana kama sauti yote inayotolewa kwenda kwenye nyota, kwenda kwenye jua, kwenda kwenye mwezi, inaenea katika miisho ya ulimwengu. Na kumbuka kitabu cha Ayubu 38, Biblia inasema kwamba, je, umeiamuru asubuhi yako na kuyajulisha mapambazuko mahala pake mpaka miisho ya dunia, ili waovu wakung'utwe? Manake leo tunapokwenda kuomba, uovu wowote ambao umekuwa programmed katika anga, za anga naloishi, hapo ofisini, kwenye biashara, chochote ambacho cha kwako kimewekewa vurugu, lazima leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai kiweze kuparanganyika kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Soma na mimi kitabu cha Zaburi 148. Twende kwa haraka kidogo.
Biblia inasema haleluya, msifuni Bwana kutoka mbinguni, msifuni Bwana katika mahali palipo juu, msifuni enyi malaika wote, msifuni majeshi yake yote, msifuni jua na mwezi, msifuni nyota zote zenye mwanga, msifuni eni mbingu za mbingu, nanyi maji mlioko juu ya mbingu, na vilisifu jina la Bwana. Kwa maana aliamuru vikaumbwa, amevithibitisha hata milele na milele. Ametoa amri wala haitapita. Msifuni Bwana kutoka nchi, eni nyangumi na vilindi vyote, moto na mvua ya mawe, theluji na mvuke, upepo wa dhoruba ulitandao neno lake, milima na vilima vyote, miti yenye matunda na mierezi yote, hayawani na wanyama wafugwao, vitambaavyo na ndege wenye mbawa, wafalme wa dunia na watu wote, wakuu na makadhi wote wa dunia, vijana waume na wanawali, wazee na watoto, na walisifu jina la Bwana, maana jina lake pekee limetukuka. Adhama yake ii juu ya nchi na mbingu, naye amewainulia watu wake pembe, sifa za watauwa wake wote, wana wa Israeli, watu walio karibu naye. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Hizo ni sifa ambazo anatakiwa apewe muumba mbingu na nchi, Bwana wetu, Mungu wetu aliye juu mbinguni. Na kwenda kumaliza na kitabu kile cha Zaburi sura ya 31 mstari wa 15. Biblia anasema, nyakati zangu zimo mikononi mwako, uniponye na adui zangu nao wanaonifuatilia. Uniponye na adui zangu nao wanaonifuatilia. Yes, tunaanza na hatua ya kwanza, rewrite. Hii ni silaha ya kwanza tunayotumia katika mbingu, katika anga. Yes, tunakwenda kufuta na kuandika tena maandishi mengine ambayo katika ulimwengu wa roho giza liandika laana kwenye kalenda yao ya kiroho, lakini tunakwenda kutengua kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya muda huu na wasahau mwingine ambao tunaingia kwenye maombi ya vita ya kutengua na kupangua kwa mamlaka uliyotupatia ya kwenda kinyume na kila nguvu yote ya giza, wala hakuna cha kwenda kunidhuru katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Bwana, kwa kutumia damu ya Yesu kama wino usiofutika, ninafuta kila hukumu ya umaskini, magonjwa na mauti iliyoandikwa kwenye jua na mwezi dhidi yangu. Naandika upya kibali na uzima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kila mauti kwenye kazi yangu, mauti kwenye maisha yangu ya biashara, mauti kwenye kazi ya mikono yangu, mauti juu ya afya yangu, mauti juu ya kesho yangu, katika jina la Yesu. Maandishi yaliyobeba maelekezo ya mauti juu ya maisha yangu na yakaelekezwa na yale maelekezo katika anga, kama iwe kinyume na mimi, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, nafuta hayo maandiko, nafuta hayo maandishi, nafuta kila hukumu ya umaskini kwenye maisha yangu, hukumu ya kutokumiliki, hukumu ya kutokuwa na fedha, hukumu ya kutokuwa na utele, hukumu ya kutokuwa na vitu vya thamani, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anayetari, kwa damu ya Yesu ambayo ni wino usiofutika, nafuta kila hukumu yoyote ya magonjwa juu ya maisha yangu, ya kila udhaifu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anazetai. Hukumu yoyote ulioandikwa kwenye anga, ulioandikwa kwenye nyota, ulioandikwa kwenye mwezi, naifuta kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nafuta hizo hukumu zenu, waganga, wasoma nyota, wanajimu, kila hukumu ambazo mmezielekeza na kufanya nyota pamoja na jua
ndiyo miungu yenu, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, zifutike kuanzia sasa maelekezo yoyote juu ya kazi ya mikono yangu, maelekezo yoyote juu ya utumishi wangu, maelekezo yoyote juu ya familia yangu. Nafuta hayo maandiko kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwenye jua na mwezi, naamuru kuanzia sasa kila maandiko yaliyoandikwa kwa matamko, kwa wino mwekundu, kwa wino mweusi, katika jina la Yesu, yafutike kuanzia sasa. Naamuru yafutike kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Naandika upya kibali na uzima. Naandika upya kibali kwenye kazi ya mikono yangu. Naandika upya kibali kwenye utumishi. Naandika upya kibali kwenye huduma. Naandika upya kibali kwenye ofisi yangu. Naandika upya kibali kwa majirani. Naandika upya kibali kwenye jamii. Naandika upya kibali kwenye kila kinachonizunguka. Natamka kibali na baraka. Natamka kibali na baraka. Natamka kibali na baraka. Hizo laana zinafutika. Hayo mabaya yanafutika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninafuta kila X, hiyo alama ya hatari iliyowekwa na adui kwenye kalenda yangu ya mwaka huo, ifutike kuanzia sasa. Kila alama ya X iliyochorwa kwenye kalenda ya mwaka huu, kwamba nikose au niwe kwenye hatari au nipate majanga, hiyo alama ya X naifuta kwa damu ya Yesu Kristo anayetai. Naifuta kwa damu ya Yesu Kristo anayetai, kwenye kila mwezi, kwenye kila wiki, kwenye kila siku ya maisha yangu, katika msimu uliobaki wa kumaliza mwaka, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Alama yote ya X ambayo imechorwa katika ulimwengu wa roho, kupitia jua, kupitia mwezi, kupitia nyota, katika anga, futika sasa kwa damu ya Yesu. Futika sasa kwa damu ya Yesu. Ajali, mikosi, bahati mbaya, kuanguka, kifo kabla ya wakati, futika hiyo X. Hatari yote iliyoelekezwa ya njia ya umeme, hatari ya kudondoka, au kwa mafuriko, au kwa janga lolote lile ambalo limeandaliwa kwenye ulimwengu wa roho, nasema futika sasa kwa damu ya Yesu. Futika sasa kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naandika ushindi kwenye mwezi wa 12. Naandika ushindi katika siku zilizosalia. Naandika ushindi kwenye wiki hii na wiki inayofuata. Naandika ushindi kabla majira haya hayajabadilika. Natamka ushindi kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, natamka ushindi kwenye maisha yangu. Natamka ushindi kwenye baraka zangu. Natamka ushindi kwenye kila siku ya maisha yangu. Natamka ushindi kwenye kila saa. Natamka ushindi kwenye kila dakika. Natamka ushindi kwenye kila sekunde katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Anga, pokea maandishi mapya ya baraka kuanzia leo. Anga, pokea maandishi mapya ya baraka kuanzia leo. Nyota, pokea maandishi mapya ya baraka kuanzia leo. Mwezi, pokea maandishi ya baraka kuanzia leo. Jua, pokea maandishi ya baraka kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila nitakapoenda, jua na mwezi vitashirikiana kunibariki. Popote nitakapoenda ndani ya nchi ya Tanzania, hata katika nje ya nchi yoyote ile, katika bara la Afrika na mabara mengine yote 6, natamka nitapokea kibali kwenye mwezi, napokea kibali kwenye jua, napokea kibali kwenye nyota, napokea kibali kwenye anga katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Nasema popote ambapo nitakapoenda, jua na mwezi na nyota vitashiriki kunibariki. Natamka baraka kwenye anga la jua, natamka baraka kwenye mwezi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, tunaingia hatua ya pili. Hii ni hatua ya kwenda kureverse. Ya kwanza tulikuwa tuna rewrite, sasa hivi tunakwenda kureverse. Maana tunageuza mwelekeo wa mashambulizi ambayo adui ameitumia kwenye maisha yetu. Lengo letu hapa tunasema ni back to sender.
irudi kule ilikotoka, kwa yule ambaye ametengeneza hayo mashambulizi, kwa mishale yote inayotokea kwenye anga. Sema kila mishale wa mikosi na ajali uliopangwa kusafiri na upepo wa mchana au usiku, na kuamuru geuka kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila mshale wa mikosi na ajali uliopangwa kusafiri kwa njia ya upepo wa mchana au usiku, na kuamuru geuka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ewe upepo uliyepewa maelekezo, unakuja kama upepo lakini kumbe ni mshale, ili nipate ajali, ili niingie kwenye mikosi au niingie kwenye janga, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo nitai kutumia usafiri na kugeuza kuanzia sasa. Back to sender in Jesus name. Back to sender in Jesus name. Back to sender in Jesus name. Back to sender in Jesus mighty name. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nasema huo mshale ugeuke, urudi ulikotoka kwa aliyekutuma. Mshale unakuja kwa njia ya upepo, hiyo ni wakati wa mchana au wakati wa usiku. Ewe mshale, sikia na kuamuru geuka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na amuru anga, upepo wote utoka kwenye anga, any evil wind, I command you back to sender in Jesus name. Back to sender in Jesus mighty name. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, kila kiti chako cha enzi kipigwe kwa aliyekutuma. Na amuru hicho kiti cha kidhalimu ambacho ndio kimekupa maelekezo ili uje univamie, ili uje unishambulie, back to sender. Na hicho kiti kinapigwa, hicho kiti cha enzi kinapigwa, hicho kiti cha enzi kinapigwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila kiti cha kimadhabahu ambacho kimekupatia maelekezo hayo kipigwe kuanzia sasa, kipigwe kuanzia sasa, kipigwe kuanzia sasa, kiparanganyike, kipasuke. Haya maashera yabomoke, hizo nguzo zibomoke katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, in Jesus mighty name, in Jesus mighty name. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kila laana iliyotolewa na waganga wakati wa mwezi wa mwandamo, wakati wa mwezi mpevu, na igeuze iwe baraka kwangu, na iwe pigo kwao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nasema kila laana iliyoachiliwa na waganga wakati wa mwezi wa mwandamo ama mwezi mpevu, na igeuze iwe baraka, lakini kwao ikawe kuwa pigo, na igeuze iwe baraka, lakini kwao ikawe kuwa pigo. Maana imeandikwa, he is now turning the evil to be a blessing to me, but let it become a curse and an attack to them in Jesus my name. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nasema kila laana, laana ya maneno, laana yoyote ile ambayo iliachiliwa na mawakala wa shetani ambao ni waganga wakati wa mwezi wa mwandamo, wakati wa mwezi mpevu, katika hayo majira, na igeuza hiyo laana ikapate kuwa ni baraka, na igeuza hiyo laana ikapate kuwa ni baraka, na igeuza hiyo laana ikapate kuwa ni baraka, lakini kwao inakuwa ni pigo, kwao inakuwa ni pigo, kwao inakuwa ni pigo, kwao inakuwa ni pigo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Ninageuza mwelekeo wa kila dhoruba ya kiroho iliyotumwa kuvuruga amani ya nyumba yangu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila dhoruba ya kiroho iliyotumwa kugeuza amani ya nyumba yangu, hiyo dhoruba geuka sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Rudi baharini ukaangamize wakala wa giza. Rudi baharini ukaangamize mawakala wa giza. I command right now, any tragedy that have been directed to me, I return you back to whom you send him, in Jesus mighty name. Katika jina la Yesu Kristo anitai, hiyo dhoruba ambayo umeelekeza katika maisha yangu na kuniondolea amani ndani ya nyumba, nasema hiyo dhoruba irudi baharini, na angamiza mawakala wote wa giza, na angamiza mawakala wote wa giza kwenye kila chanzo cha maji. Ewe dhoruba ambayo imetokea huko na kugeuza urudi, na angamiza mawakala wote. I command you in Jesus name, na kuamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, hizo roho za dhoruba ambazo zinakuja kuondoa amani kwenye ndoa, amani kwa majirani, amani kwenye jamii, amani kwenye maisha yangu, amani kwenye utumishi, amani kwenye huduma, amani kwenye familia, geuka now
in Jesus name. Geuka now in Jesus name, na uangamize. Rudi baharini, rudi kwenye vyanzo vya maji, hiyo ni kwenye mito, hiyo ni kwenye mabonde, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. In Jesus mighty name, in Jesus mighty name, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Number 3, tunakwenda kurecall, tunakwenda kurejesha nyota na utukufu. Yes, we are recalling. Yes, tunakwenda kuita na kurejesha kila kitu chako kilichokamatwa na nguvu za anga, kama vile ambavyo alivyokuwa anaomba mtumishi wa Mungu Daniel, lakini majibu yake alikamatwa na wakuu wa anga katika mbingu ya pili, hapa yakazuiliwa. Nasi leo tunakwenda kuamrisha kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anatai, malaika waka intervene, malaika wakaingilia kati, yes, na kusafirisha vile ambavyo vimezuiliwa au vimecheleweshwa katika anga ya pili, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema, nyota yangu uliokuwa umekamatwa na wawindaji wa nyota, star hunters, na kuamuru rejea kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yes, amuru hiyo nyota sasa, amuru hiyo nyota yako. Yes, nyota ya biashara, nyota ya kazi, nyota ya biashara, nyota ya kazi, nyota ya mahusiano, iamuru kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na amuru nyota yangu uliokuwa umekamatwa na star hunters, na kuamuru rejea. I recall you my star, 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 in Jesus my name, in Jesus my name, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anatai. Toka kwenye gara za giza angani na uanze kung'ara sasa kwenye kila gara za giza angani, na kondoa hiyo nyota itoke kuanzia sasa kwenye kila gara za giza ambazo ziko angani. Hizo nyota ziachiliwe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nasema hiyo nyota yangu iachiliwe, nyota yangu iachiliwe. Amuru sasa, amuru hiyo nyota yako iachiliwe. Amuru kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amuru maanisha, yes, amuru hiyo nyota iachiliwe kwenye hizo gara za giza za angani. Yes, 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 yes. Command. I command right now, I command right now, my star that has been hijacked by the star hunters, in Jesus my name, recall now, I recall now, in the mighty name of Jesus Christ. Nasema rejea kwa mamlaka ya jina Yesu Kristo. Toka kwenye hizo gara za giza na kuondoa kwenye gara za giza kwa jina la Yesu Kristo. Nyota yangu ya biashara, nyota yangu ya biashara, nyota yangu ya utajiri, nyota yangu ya utumishi, nyota yangu ya utumishi, nasema achiliwa kuanzia sasa. Toka kwenye gara za giza, toka kwenye gara za giza angani, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na uanze kung'aa. Nasema anza kung'ara sasa, uanze kung'ara. Nyota yangu nasema anza kung'ara. Sema ninaita saa yangu ya baraka iliyokuwa imezuiliwa na wakuu wa anga, ninakuamuru uachiliwe na unifikie sasa hivi kwa jina la Yesu Kristo anatai. Ile saa yangu ya baraka iliyokuwa imekamatwa na wakuu wa giza, imezuiliwa na wakuu wa anga, na kuamuru uachiliwe kuanzia sasa na unifikie kwa jina la Yesu. Unifikie kwa jina la Yesu kwenye kila trafiki, kwenye kila jam katika ulimwengu wa roho, katika anga iliyokuwa imeshikilia ile nyota yangu. Nasema achiliwa sasa, achiliwa sasa, iachiliwe kwa mamlaka ya jina la Yesu, iachiliwe kwa mamlaka ya jina la Yesu, iachiliwe kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Sema ninarejesha kila fursa na kila baraka na kila utukufu wangu uliokuwa umeibiwa kupitia uganga, kupitia nyota. Njoo kwangu kwa kasi ya radi, njoo kwangu kwa kasi ya radi. Hizo fursa zilizokuwa zimekamatwa ziachiliwe. Fursa kwa watu wangu wa karibu, fursa katika utumishi, fursa katika huduma, fursa katika biashara, fursa kazini, fursa kuwa promoted, fursa ya kukubalika. Kila fursa ambayo imekamatika, nasema iachiliwe nao kwa mamlaka ya jina la Yesu. Iachiliwe nao kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Kila baraka ya maisha yangu iliyokuwa imekamatwa na kushikiliwa, kwa mamlaka ya jina la Yesu, I command, be released now, 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 in the mighty name of Jesus Christ, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti.
kila utukufu wangu uliokuwa umeibiwa kupitia uganga wa nyota, nasema utukufu wangu uachiliwe. Njoo kwangu kwa kasi ya radi, utukufu wangu uliokuwa umekamatwa na kushikiliwa katika anga, nasema iachiliwe, na rudi kwa kasi ya radi, iachiliwe, na rudi kwa kasi ya radi, iachiliwe, na rudi kwa kasi ya radi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, ule utukufu wangu uachiliwe kuanzia sasa. Nasema utukufu ulikuwa umeibiwa wakati nimelala, utukufu ulikuwa umeibiwa nilipokuwa mzembe, pale ambapo sikusimama katika nafasi yangu. Nasema ule utukufu uachiliwe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ule utukufu uachiliwe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ule utukufu urejeshwe in Jesus mighty name, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Namba 4, tunakwenda kudhoofisha vifaa vya adui. Render useless. We are going to render useless every weapon, tools, equipment of the devil, of our enemy. Manake tunakwenda kukata mawasiliano na kufanya vifaa vya adui visiwe na kazi yoyote ile. Yes, tunakwenda kuharibu signal zao zote. Sema, ninaharibu signal, mawasiliano kati ya madhabahu za ardhini na madhabahu za angani katika jina la Yesu Kristo anayetai. Sema, ninafanya uganga wao kuwa batili. Render useless kila uganga uliofanyika kupitia madhabahu za angani pamoja na madhabahu za ardhini juu ya maisha yangu. Kata mawasiliano kuanzia sasa, na kata mawasiliano kuanzia sasa. Hawa mawasiliano yakatike, hawa mawasiliano yakatike. Hizo communication devices zao nazibomoa kuanzia sasa, nazibomoa kuanzia sasa, nazibomoa kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila mawasiliano yanayofanyika kati ya madhabahu ya ardhini pamoja na madhabahu ya kwenye anga, ili iwe kinyume na mimi kwenye maisha yangu, nasema nadhoofisha hizo communication zao gadgets, hizo communication gadgets nazidhoofisha kwa jina la Yesu. Nazidhoofisha kuanzia sasa. Kila kifaa cha mawasiliano kipoteze mwelekeo, kipoteze signal, kipoteze signal, kipoteze signal. Uganga wao batilika, kila uganga batilika, uoneji wao batilika katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Kila darubini ya kiroho na vioo vya giza vinavyotumia kufuatilia mwenendo wangu kupitia nyota, pasuka kwa moto. Yes Lord, pasuka kwa moto kwa mamlaka ya jina la Yesu. Vioo vya kipepo, pasuka kwa moto kwenye madhabahu zao, pasuka kwa moto kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hizo darubini zinazofuatilia maisha yangu, zinazofuatilia mwenendo wa kila hatua yangu, nasema pasuka sasa, nasema pasuka sasa kati ya madhabahu iliyokuwa ardhini na madhabahu ya angani. Hayo mawasiliano katikati yapotee, yapasuke, yaharibike katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Moto lao paswe hivyo vioo, moto lao paswe hizo darubini, moto lao paswe kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. In Jesus my name, in Jesus my name, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Sema, ninapiga upofu kila jicho la mpiga ramli linaloangalia nyota yangu kuanzia leo. Mimi ni untraceable, mimi ni untraceable, sionekani kwenye rada za giza, sionekani kwenye rada za giza. Sema, kila jicho la mpiga ramli linaloangalia nyota yangu lipofuke. Kila jicho la mpiga ramli linaloangalia nyota yangu lipasuke, lipofuke, lipasuke, lipofuke, lipasuke, lipofuke katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo nasema, kila jicho lipigwe upofu kuanzia sasa. Macho ya wapiga ramli yapofuke, macho ya wapiga ramli yapofuke. Kila ramli ya maisha yangu wanaoipiga ili kufuatilia nyota yangu, kujua nafanikiwaje, kujua nainukaje, nasema kila madhabahu na waganga wote wanaoshirikiana, pasuka macho yenu yapotee kuanzia sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo anayetai. Kuanzia leo mimi ni untraceable. Nasema kuanzia leo mimi ni untraceable, sionekani kwenye rada zenu za giza.
hamtaniona kwenye rada zenu za giza. Napoingia, napotoka, hamtaniona kwenye rada zenu za giza. Nasema hamtaniona kwenye kila rada zenu za giza, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai, in Jesus mighty name, in Jesus mighty name, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali. Tunakwenda kurudia ombi ili mara 7. Yes, mara 7. Paza sauti mara 7. Sema, mbingu, hautabeba mzigo wa adui yangu. Nyakati, mtanitumikia kwa faida. Nyota yangu haitazimwa, na mwanga wangu hautaibiwa. Kila programu ya giza angani imesambaratika kwa jina la Yesu. 1. Mbingu, hautabeba mzigo wa adui yangu. Nyakati, mtanitumikia kwa faida. Nyota yangu haitazimwa, mwanga wangu hautaibiwa. Kila programu ya giza angani imesambaratika katika jina la Yesu Kristo. 3. Mbingu, hutabeba mzigo wa adui yangu. Nyakati, mtanitumikia kwa faida. Nyota yangu haitazimwa, na mwanga wangu hautaibiwa. Kila programu ya giza angani imesambaratika katika jina la Yesu Kristo. 4. Mbingu, hutabeba mzigo wa adui yangu. Nyakati, mtanitumikia kwa faida. Nyota yangu haitazimwa, mwanga wangu hautaibiwa, na kila programu ya giza angani imesambaratika katika jina la Yesu Kristo. 5. Mbingu, hautabeba mzigo wa adui yangu. Nyakati, mtanitumikia kwa faida. Nyota yangu haitazimwa, na mwanga wangu hautaibiwa. Kila programu ya giza angani imesambaratika katika jina la Yesu Kristo. 6. Mbingu, hautabeba mzigo wa adui yangu. Nyakati, mtanitumikia kwa faida. Nyota yangu haitazimwa, na mwanga wangu hautaibiwa. Kila programu ya giza angani imesambaratika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. 7. Mbingu, hutabeba mzigo wa adui yangu. Nyakati, mtanitumikia kwa faida. Nyota yangu haitazimwa, na mwanga wangu hautaibiwa. Kila programu ya giza angani imesambaratika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Yes. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. Yes. Thank you Holy Spirit. Father, we thank you. Father, we thank you because you hear our prayers. Father, we thank you because you hear our prayers. Mungu tunakushukuru. Yes, mshukuru Mungu hapo ulipo. Mshukuru Mungu hapo ulipo. Yes, and cover everything by the blood of Jesus. Na cover kila kitu kwa damu ya Yesu. Yes, Father Lord, we thank you for your mercy and grace. Mungu tunakushukuru na tunafunika kila ombi letu, tunaweka siri ya damu ya Yesu. Adui shetani hata trace, hata poteza, hata iba, wala hataweza kufuatilia. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, tunasema hataweza kuiba wala hataweza kufuatilia tena. Tunafunika maombi yetu haya kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Asante Bwana kwa sababu umefanya. Asante Bwana kwa sababu umebadilisha matokeo juu ya maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mungu tunakushukuru kwa sababu nyota zetu zimesafishika, nyota zetu zimeachiliwa, baraka zetu zimeachiliwa. Wende Mungu mwenye mamlaka na nguvu na ukuu na uwezo. Sifa zina wewe pekee, wala tuna Mungu mwingine anayepaswa kuabudiwa, anayepaswa kushukuriwa zaidi yako wewe, mfalme wa falme, Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sifa zote ni zako Mwenyezi, sifa zote ni zako mwenye enzi, mwenye mbingu na mamlaka na ukuu wote. Asante Bwana, maana tunakusifu kutoka mbinguni, tunakusifu katika mahali pako palipo juu. Enyi malaika wake wote wanakusifu, majeshi yako yote yanakusifu, jua na mwezi zinakusifu, nyota zote zenye mwanga zinakusifu, mbingu na mbingu zote zinakusifu, maji yaliyokuwa juu mbinguni yanakusifu. Jina la Bwana linasifiwa, maana yaliamuru vikaumbwa, amevithibitisha milele na milele.
ametoa amri wala haitapita. Tunakusifu Bwana kutoka kwenye nchi, katika jina la Yesu Kristo anayetani. Viumbe vyote Bwana vilivyokuwa na uhai vinalisifu jina lako. Mungu wa mbinguni, tunakusifu kutoka katika patakatifu pako, katika anga la uweza wako, kwa matendo yako makuu, kwa kadiri ya wingi wa ukuu wako, kwa mvumo wa baragumi, kwa vinanda na kinubi, kwa matari na kucheza, kwa zeze na filimbi, kwa matoazi yaliayo, matoazi yavumayo sana, na kila mwenye pumzi. Bwana, tunakusifu mfalme, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakataa kila uhasama na uadui na visasi ambazo adui ameviandaa juu ya maisha yetu na watoto wetu na uzao wetu na vile vyote ambavyo vinavyotuzunguka. Tunavifunika kwa damu ya Yesu. Tunavifunika kwa damu ya Yesu. Funika biashara yako, funika kazi yako, funika utumishi wako, funika kila kitu ambacho kipo kwenye himaya yako kwa damu ya Yesu, ili adui akijaribu kutafuta kufanya kisasi asiweze kupata chochote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, tunakushukuru kwa sababu umebadilisha historia ya maisha yetu siku ya leo, tunapokwenda kukaribia kufunga mwaka, kumaliza msimu wa 2025 na kuingia 2026. Bwana, tunasema ni asante kwa sababu umefanya, kwa sababu umetenda, na tunafunika maisha yetu, tunafunika familia, tunafunika watoto, tunafunika wenza wetu, mke, mume, wote tunawafunika kwa damu yako Yesu Kristo wa Nazareti. Tunafunika kanisa lako Christ Generation Church, tunafunika uongozi wote Bwana, tunafunika makuhani, tunafunika Mungu wa mbinguni vyombo vyote, tunafunika kwa damu ya Yesu Kristo. Kila uhasama na uadui ambao adui shetani jaribu kuinua hautafanikiwa, maana imeandikwa kwenye kitabu cha Isaya 54:17 kwamba kila silaha itainuka dhidi yako haitafanikiwa. Silaha yoyote adui atakayoinua kwenye uchumi wetu, kwenye kazi ya mikono, katika jina la Yesu haitafanikiwa kwenye maisha yetu. Hatutatapeliwa, hatutaingia hasara, hatutapoteza, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu wa mbinguni, tunafunika ardhi, tunafunika anga, tunafunika na vyanzo vyote vya maji vinavyotuzunguka katika maisha yetu kwa damu ya Yesu Kristo. Hakutakuwa na roho ya bahati mbaya, hakutakuwa na roho ya ajali, hakutakuwa na roho yote ya mikwamo, maskini sio sehemu katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, tunasema asante kwa uaminifu wako. Asante kwa maana leo nimeandika historia mpya angani. Kesho yangu ni angavu. Tamka, leo nimeandika historia mpya angani. Kesho yangu ni angavu. Leo nimeandika historia mpya angani na kesho yangu ni angavu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana kwa sababu umefanya. Asante Bwana kwa sababu katika siku hizi chache zilizobakia kwa msimu kubadilika, Mungu anajua kabisa I'm going to recover, I'm going to capture, I'm going to gain, I'm going to get that benefit, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nitarejesha vyote vilivyopotea, heshima iliyopotea, utajiri uliopotea, anointing iliyopotea, nguvu iliyopotea, iliyofyonzwa, ilikaibiwa kwa uzembe, kwa kujua, kwa kujua, kibali kilichopotea, vyote Bwana vinarejea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, tunakushukuru kwa sababu umefanya, umetenda na imekuwa. In Jesus mighty name, Father, we pray. Amen. 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 And amen. And amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Basi tunamshukuru Mungu kila mmoja ambaye ameweza kuparticipate katika ibada yetu ya leo. Mungu akubariki sana popote ambapo umekuwa na connect. Yes, kupitia Google Meet, kupitia WhatsApp. Yes, Mungu akubariki sana. Na pia nipende tu kuwakumbusha kwamba aweza kutuma sadaka yako kupitia namba ambazo zipo hapo. Kuna namba iko hapo ya M-Pesa 255 742 813100, inapita kwenye screen yako hapo. Yes. Na pia kuna namba ya account ya CRDB 015 231
7646 100 015 231 7646 100. Hiyo ni CRDB account na Swift code ni CORUTZTZ. CORUTZTZ. Na Mungu akubariki sana. Na Mungu akubariki sana. Yes, become the part of the Kingdom Financial. Unapotoa sadaka yako, maana yake unafanikisha pia ibada hizi kwenda live, unafanikisha wengine kuweza kumpokea wokovu na kupata neema hii ya injili kwao. Kwa become one of the partaker in the kingdom of God. Yes, na Mungu atakubariki sana. Basi baada ya kusema hayo, kama pia utakuwa na testimony, usisahau kushare nasi kupitia namba hiyo kwenye screen yako hapo, 255 742 813100. Tutumie testimony yako hapo. Unaishi maombi unahitaji, yes, tuambie na tutakufikia papo hapo bila kupoteza muda. Utapigiwa simu, na kama kuja kanisani utakuja hapa Kimara Bucha. Kimara Bucha tunapatikana Tanzania, Dar es Salaam, Kimara Bucha. Kwa karibu sana, niweze kuwakaribisha wote ambao mtakuwa mna changamoto na kuhitaji maombi kwa kina zaidi, na Mungu aweze kubariki. Amen. Basi nitakwenda kutamka neema kwa ajili ya kuwa pamoja na wewe usiku wa leo. Tuseme neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu ainua uso wake na kukupatia amani. Amani ya Kristo Yesu ikatembee pamoja na wewe unapoingia, unapotoka. Mkono wa Bwana usikupungukie. Mkono wa Bwana uwe juu yako. Balaa, nuksi, mikosi sio sehemu katika maisha yako. Amani ya Kristo Yesu ikakupatia maamuzi yaliyokuwa sahihi ya kuweza kutambua na kupambanua watu, vitu, mazingira hatarishi, ili Mungu akakuokoe na kila tanzi na mitego ambayo adui shetani anakutegeshea. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, tunalindwa na kufunikwa kupitia damu ya Yesu Kristo. Mungu akubariki sana, na nikutakia majira mengine mapya ya msimu huu tunaokaribia kuingia. Amen. Nawapenda sana. Naitwa Pastor Samuel Mlai kutoka Christ Generation Church. Amen.